Babu tunataka yule uliyempa, maana unaona kwamba nikitoa idadi kamilifu ni hakika kuna uwezekano kwamba anaweza kafanya nini, nikapata shida. Hivyo kwa sababu hatuwezi tukasemea sana, kwa sababu sio ripoti yetu hiyo, kwa sababu ni ripoti ya rais, hiyo iwe ya kwake yeye. Okay, na wewe unafikiri kwamba idadi ya watu 500 ni ndogo kiasi kwamba hakuna hatua zote zinatakiwa kuchukuliwa kwa vifo vya watu 500? Nafikiri kwanza kabisa hata kwenye mitandao kuna mambo fulani ambayo yalionekana. Isachi kama si ya kweli sielewi, lakini walionekana watu wakizikwa kwa kutumia zile mashine, kwamba zinatengeneza kama limfereji likubwa, watu wanawekwa ndani wanazikwa. Sasa hatuelewi kama ile ilikuwa ni halisi ama si halisi, lakini kwa sababu tuliona, tunataka kuona kwamba hivi vifo pia idadi hii tunaona kwamba bado ni ndogo, ingawa aliposema amekuchunguza amesema hakuna makaburi ya halaiki. Okay, na hiyo issue ya watu 500 ninachomaanisha ni kwamba jaji amesema watu 500. Ndio. Vyama vya upinzani vinasema kwamba, na vyama vya upinzani na taasisi nyingine tumefuatilia kwenye mitandao ya kijamii, wanasema idadi ni ndogo, iliyotajwa ni ndogo. Tuchukulie hiyo idadi ndogo, hata kama angekuwa ni mtu mmoja, ilikuwa ni halali au wawe au apotee au afanyiwe kitu kama hicho? Hapana, kwa sababu mwenye mamlaka ya kutoa uhai wa mwanadamu ni yule aliyemuumba, na yule baada ya kutokea sasa hakupaswi, hata kama ni mtu mmoja, hakuna mtu amechukuliwa hatua kwa sababu ya nini? Yani mtu mmoja, kwa sababu amefariki mmoja au mchache au watu wachache, ndipo na hatua zisichukuliwe. Tunachosemea mfumo wa serikali kwamba hauko sahihi, ndio mambo kama hayo, kwa sababu huwezi watu ukapokea taarifa kwamba watu wamekufa tena wamepigwa risasi, ingawa yule jamaa anasema, yule Chande anasema kwamba mama mmoja mpaka watoto kuanzia, anasema watoto kuanzia miaka 7 mpaka 12, I think alisema hivyo, kwamba nao pia walipigwa risasi, na mmoja amesema kwamba alipigwa risasi ya kwanza akadondoka, lakini akaenda pale akapigwa risasi 4. Yani anapigwa risasi mtu ambaye haendi sehemu yote, yani kakaa tu, yani anapigwa risasi mpaka 4. Alafu huyo mtu asichukuliwe hatutuone kwamba eti mpaka usubiri upelelezi. Ni kweli lazima upeleleze, lakini kwa sababu waliohusika ni polisi, kwa sababu hakuna mtu mwingine au ni wanajeshi, maana tuseme wanajeshi, lakini tunaona kwamba wanajeshi kweli, polisi, jeshi la polisi ndio ambayo fanya nini, limehusika katika kufanya uhalifu huu. Walikuwa wanatakiwa kwanza kabisa wachukuliwe hatua, hao kwanza wajiuzuru wote, watoke, tuone kwamba tutengeneze at least hata tutengeneze hata polisi wapya tu watakao tusaidia, kuliko hawa ambao wanaonekana wapo lakini wanatuma ya mauaji stili bado unawapa nguvu, kama endeleeni kulinda usalama. Walindeje usalama wa watu wepi wakati watu wanauawa? Kwa hiyo Chadema mnataka kwamba hivi vyombo ndio au wahusika wachukuliwe hatua au wajichukulie hatua wenyewe? Wachukuliwe hatua wao wenyewe, hawawezi wakajichukulia hatua. Na hata ripoti hii, hebu fikiria kwamba kwa mfano tume yenyewe ile tukumbuke kwamba jaji mwenyewe ni mteule wa rais, si ndio? Hata alipokuwa na hudumu huko anateuliwa na rais kwenda kukihudumia chombo ambacho ni judiciary, si ndio bwana? Amestaafu huyo ambaye ulimteua, maana hatujui kama ulimteua kwa utaalamu kweli au ulimteua kwa sababu ya urafiki, si ndio? Unakuja unamtuma kazi, sasa bwana, kuna mauaji ambayo yametokea, nenda kachunguze. Umeona? Lakini si hilo tu, Stigomena yule alikuwa ni waziri wa ulinzi na usalama, waziri wa ulinzi na usalama wa jeshi, si ndio? Huyo naye akawekwa mule kama mjumbe wa tume ya mama. Umeona bwana? Lakini kuna watu wengine ambao pia nao wamewekwa pale, wale wametengenezwa, wamewekwa kana kwamba ni marafiki wa mama, waende wafanye. Kwa sababu kama ingelikuwa ni halali, angeruhusu tu kwamba ushauri ambao tulikuwa tumeutoa sisi, haya mambo yaliyotokea tusijichunguze sisi wenyewe. Yani uwezo ukajichunguza ukaiba mwenyewe, kwa sababu najichunguza kwa nini nimeiba, ni kitu ambacho hakiwezekani.
Na unachunguza kitu gani wakati tayari mtu mhusika mkuu ameshakiri ya kwamba tumefanya hivi kwa sababu ya 1 2 3. Okay. Na swala la maridhiano tumesikia mvutano mkubwa kabisa. Na sidhani na huu hapa ni sijajua kitaalamu unaitwaje. Manake ni kama masharti waliowekeana Marekani na Iran. Iran wanasema kwamba Marekani ukitaka hiki, sisi tunataka hiki, kitu ambacho Marekani hawezi kufanya kwa mtazamo tunaouona. Na Iran nao wamesema, wameambiwa bwana, nyinyi mkitaka nani tutulize mpira chini, mnatakiwa mtukabidhi mpaka uranium ambazo mmeshaziandaa kwa ajili ya kutaka kurutubisha nuclear. Kitu ambacho Iran wanasema haiwezekani. Kwa hiyo sisi sisi kwetu Tanzania Chadema wamepeana masharti, wametoa masharti. Sisi haturidhiani chochote mpaka tumuone mwenyekiti wetu yuko uraiani, kwa sababu tunaenda kuridhiana na nani? Wakati huo CCM wanasema kwamba wao maridhiano hayategemei Chadema. Nimemsikia makamu mwenyekiti wa CCM Mheshimiwa Wasira anasema kwamba maridhiano hayategemei chama cha Chadema. Kwa sababu maridhiano yatakuwa kwenye kuanzia ngazi ya kitongoji na kijiji. Lakini ushauri wa Dr. Chanja wa Jaji Chande kwamba maridhiano ni kitu muhimu, yanatakiwa kufanyika. Wewe kama kiongozi wa chama cha upinzani wa Chadema, ndio unazungumziaje swala hili? Mahali popote ili muweze kuwa salama ni lazima mpatane. Kuridhiana ni kupatana. Lakini lazima ni kweli kabisa lazima kuwe kuna condition. Hatuwezi tukaridhiana tu alafu tukasema tumekubaliana alafu ikawa basi, ni kitu ambacho hakiwezekani. Sisi kama chama, hatua ya kwanza kabisa ya mtu kukiri kwamba amekosea, tunachotazama kwa taifa letu, lazima mama akubaliane ya kwamba anakosa. Na kosa lake, tukumbuke ya kwamba katika uchaguzi walioutangaza yule INEC alisema ya kwamba rais alipata 98%. Lakini hotuba ya Chande alitueleza ya kwamba katika siku zile za uchaguzi kuna maboksi mengi yaliharibiwa, vituo kufumuliwa na kufanyiwa nini, kuonyesha ya kwamba kuna maeneo hayakufanya nini uchaguzi. Tayari ile tume inaonekana moja kwa moja imekataa yale matokeo ya nini ya uchaguzi, ya kwamba hayakuwa sahihi. Sawa hayakuwa sahihi. Sasa kama hayakuwa sahihi, tunafanya nini? Tunachotaka sisi moja, kama chama, kwamba kwa sababu tunafahamu ya kwamba mwenyekiti alibambikiwa kesi ambayo kesi ile ni kesi ambayo anasema ni ya uhaini. Lakini mahakama ilipoendesha ile kesi ilionekana kwamba ile kesi ni ya kubumba. Na ndio maana mpaka leo wameamua kuacha kusikiliza kabisa, kwa sababu hawajui sasa hivi tunapeleka kitu gani huko ili kiende kusikilizwa na nini na jaji. Hilo jambo namba moja. Jambo namba mbili, kwa sababu ile kesi inaonekana moja kwa moja ni uonevu, yani ni kumonea mtu kwa sababu ya mtazamo wake kisiasa, tunataka aachiwe huru. Habari ya kwamba tunakwenda kwenye kuridhiana au kuto kuridhiana, tunachokiomba sisi maridhiano ya kweli, ambayo hata mimi kwa ushauri wangu ningefikiri haya ndio yatakuwa kweli maridhiano. Kwanza ni ufutwe uchaguzi wenyewe, wafutwe wabunge walioko kule bungeni, ya kwamba hawa waliingia kimagumashi. Maana yake nini? Hawakuchaguliwa. Tuingie kwenye uchaguzi, tupate viongozi walio sahihi, wanaotokana na wananchi, ili tuwe huru kuweza kuzungumza nao. Lakini kusema kwamba tunaweza tukazungumza na hawa ambao wamejiweka, bado tunaona kwamba hata maridhiano yenyewe kuna uwezekano yasiwe nini,
maridhiano, bado tukaendelea kudanganywa kama tulivyoendelea kudanganywa siku zote. Sasa kudanganywa siku zote, si vema tukaendelea kukubali kudanganywa wakati unajua kabisa huwa unadanganywa. Yaani wewe ukiona kwamba wewe unakubali kudanganywa wakati unajua huyu mtu ananidanganya, wewe ni mbumbumbu, wewe akili haifanyi kazi vizuri. Sisi chama kina watu wenye akili, wenye uwezo wa kutafakari mambo, na ndio maana siku zote huwa tunatoa tahadhari kabla jambo halijatokea, kwa sababu Mungu amekuwa pamoja na sisi. Hivyo maridhiano ya kweli kwanza wamwachie mwenyekiti na wengine wote ambao ambao wamepotea, ambao hawajulikani kama kina Polepole, tuwaone nao. Haya, yani unajua kuridhiana ni kuweka huru kila kitu, kuwa mwazi, kuwa mkweli. Sio mtu unasema unakwenda kuweka maridhiano wakati unaendelea kudanganya, umeficha uovu mwingine. Hapana. Hapo hatuwezi tukatangaza amani wakati umeshika mapanga kwa nyuma. Kwa hiyo masharti ni kwamba tunataka tuwaone watu ambao wamepotea. Yes, tunataka kusikia ukweli wa mambo ambayo yametokea. Ndio maridhiano ambayo maridhiano yanaweza kufuata. Yaani kama kwa mfano ikaundwa tume huru ya kuchunguza matukio yaliyotukia kabla ya tarehe 29 na baada ya tarehe 29, ikaundwa iliyo huru, ile itatupa mwelekeo ulio sawa sawa. Lakini kitu kingine, pamoja na hayo yote kuwa hivyo, viongozi wetu ambao viongozi wote ambao wamekuwa wakisema ukweli, maana sasa hakuna mtu anayesemaga uongo, anasema ukweli alafu mwisho wao anakuja anapotea. Tuwaone nao wakiwa wako huru, watoke, watolewe nje. Wale wote walio ndani ambao wamefungwa kwa mambo ya kisiasa kama Mheshimiwa Lissu, basi nao pia watoke, wawepo nini, wawe huru. Wakishakuwa huru hao, ndio tunaweza sasa tukasema kwa kweli sasa uwazi umeonekana, na hapa ndipo pa kuanzia. Baada ya hao kutolewa, kuwa huru, sasa mheshimiwa, kwa sababu mliopo hamuna ile legitimacy ya wananchi, yani wananchi hawajawapa mamlaka hiyo kuwaweka kwenye vichwa yenu mbebe. Tunaomba sasa tuingie kwenye uchaguzi, tuchague viongozi watakao liweka taifa kuwa salama. Unafikiri kuna hatua zozote ambazo serikali imezichukua na wewe unaziona ziko ni chanya? Hakuna. Na wananchi wanapaswa kuelewa wanapaswa kuelewaje nafasi yao kama wananchi katika maridhiano haya? Maana unajua kiongozi ni wa watu, sio ndio? Kiongozi anatokana na watu. Ni mataifa tu ya kidikteta ndio ambao huwa wanajiweka wao wenyewe kwa nguvu zao wao wenyewe, kwa kutumia jeshi wanaweza kajiweka na kuweza kufanya maamuzi yao wanavyotaka wao wenyewe. Lakini kwa taifa kama la Tanzania linaloendeshwa, ambao viongozi wake hupatikana kutokana na wananchi kwa kupiga kura kwenye maboksi, ni vizuri tukarudi hapo, tupate viongozi ambao watakuwa wanatokana nani, na wananchi, na hao ndio ambao serikali wanaweza kaiamini. Kwa hiyo wananchi nao pia ni kila moja kuchukua hatua kutafuta haki, na haki yenyewe ni pamoja na kupata kiongozi wangu ninayemtaka mimi, sio kuwekewa na mtu fulani. Ingawa demokrasia ni kwamba huwa kula hazifanani, ni kweli kula hazifanani, lakini anayepata kula nyingi kwa demokrasia kidemokrasia tunasema yule mwenye kura nyingi amepita, na huyu mwenye kura chache huwa anaheshimiwa, na mwisho wa siku naye anatakiwa kuyaheshimu maamuzi ya watu wengi. Okay. Kuna kauli tofauti zimetolewa na viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia viongozi wa serikali. Wewe kama kiongozi unazitathminije kauli za viongozi wa Chama cha Mapinduzi wanaoitetea ripoti hiyo? Machawa. Ni kwa sababu ya uchawa tu. Na unadhani wanatoa tathmini ya ukweli au ni misisimko tu ya kisiasa? Chawa siku zote sana nataka kunyonya bwana, anataka kula damu. Sasa kama anataka kula damu,
hawezi akamgusa sana yule kumchokonoa, ni lazima atamsifia kila jambo. Kwa hiyo hiyo ripoti nimesikia hata kule bungeni kwamba kuna mtu kabisa anasema kwamba hii ni ya uwazi, lakini nimesikia mpaka kiongozi mmoja wa dini amesema hii imekwenda kuliponya taifa. Sasa inaliponyaje taifa wakati ni ya mtu binafsi, na amesema kwamba sio ya kwetu sisi? Yani umeshindwa kufikiri, hata kiongozi wa dini na yeye umeshindwa kufikiri vizuri kwamba kama aliyetuma wakachunguze amesema ile ni ya kwake na haitakiwi kuulizwa. Wewe unasema imeliponya taifa. Imeliponya taifa kivipi kama sio uchawa tu huo? Na Chadema ina wajibu gani kwa kauli hizo? Kwa kauli hizo sisi tunawaona tu kwamba ni watu ambao wameshindwa kufikiri vizuri. Yaani unajua, yaani kuna kitu kingine unamfikiria mtu kwamba huyu yawezekana naye kufikiria labda ndio kumefikia hapa. Hatuna namna nyingine ya kuweza kumsaidia. Huyu naye uwezo wake wa kufikiri ni hapa na ndivyo anavyoona hivyo. Lakini wachambuzi wa mambo wenye akili timamu, wanaoelewa nini maana ya ripoti, wanaoelewa nini maana ya kauli ya kiongozi, huwa anafikiri mara mbili ya kwamba kwa kweli hapa tumeliwa ama tumekula. Na unafikiri kuna uwezekano wa kupata mwafaka wa kisiasa kati ya vyama hivi viwili, kati ya Chadema na CCM? Ni mpaka tu pale serikali iliyopo madarakani, maana kile chama tawala kitakapokubali kushuka kuwa wanyenyekevu. Yaani wakikubali kuwa wanyenyekevu na kukubaliana kwamba kukosolewa, kukubali kukiri kukosa. Yaani unajua kukiri kukosa ndio kuokolewa. Kuna sehemu moja imeandikwa ya kwamba mtu anayetambua kuwa ana dhambi, kuwa ndiye mwenye dhambi, ndiye huwa anaokolewa. Si ndio? Ndivyo kauli inavyosema. Yaani mtu lazima kwanza ukiri, ujue kwamba mimi nimekosea. Katika kukosea kule ndiko inako kusaidia sasa kuwa na majuto. Na majuto yale unaona kabisa huyu mtu kwa kweli anajuta kikweli kwa sababu ametambua kosa. Mtu ambaye hatambui kwamba anakosea, akitaka kusurutisha tu wenzake wawe na makosa hata kama hawana makosa, huyo hamwezi mkafanya nini? Maridhiano. Okay. Na tofauti ya mawazo na tofauti ya mtizamo kisiasa huwa inakuwa ina faida kwa maendeleo ya taifa. Ndio. Huu msuguano wa Chadema na CCM umeathiri vipi? Umeathiri vipi hali ya siasa nchini? Sisi sio chama CCM na Chadema sio tu utofauti wa mtazamo ama wa mawazo. Kulikofikia sasa sio hivyo. Maana kulikofikia tunaposema mtizamo tofauti ni kule kugonganisha mawazo na mawazo ya mtu fulani bila kupigwa nini? Rungu. Yaani unapopigwa hoja, jibu kwa nini? Kwa hoja. Huku mkiheshimiana. Pale ndipo watu wanasema hawa watu wanagonganisha kweli mawazo kwa ajili ya maendeleo nini? Ya taifa. Lakini kwa sasa kila moja ukizunguka hata umo mitaani, unaona kabisa kwamba watu wamekata tamaa. Kwamba wanaona kabisa hakuna mgongano wa mawazo isipokuwa kuna watu fulani kulazimishwa kuyatii hata yale ambao wanaona kabisa nini? Ni dhambi. Umeona bwana? Sasa hapo hatuwezi kugonganisha mawazo na maendeleo ya nchi. Ni kule kwa mfano ingawa yule mwenda zake alikuwa naye ana mambo yake kukandamiza vyama vya siasa, lakini yule bwana alipokuwa akiona wazo fulani hili linakuwa ni jema mahali fulani, alikuwa analichukua na kuwa lake na kulifanyia nini? Kulifanyia kazi. Ile ilikuwa ni akili ya kuchota hata watu wengine. Kama nalalamika maji, wengine kumbe maji kwa hamna, hivi na hivi na hivi na hivi, mimi sitaleta maji. Maana yake upinzani unasema utaleta maji na wengine watasema analeta maji. Yule anayekuwa madarakani anakwenda kumaliza ile hoja pale ili siendelee kufanya nini? Kuzungumzwa. Bwana barabara bovu kama hapa. Nafikiri hapa nimekuwa nikiangalia hapa kumekuwa kuna misigano mingi sana juu ya utengenezaji wa barabara hii. Umeona bwana? Sasa yule kama angelikuwa angesema kama kulikuwa kuna viongozi weledi wenye mawazo, wanaona kwa pale kuna shida hii, hebu ngoja twende tukafanye nini? Tukalishughulikie. Unashangaa na nyinyi ambao mlikuwa mnasema kwamba serikali afanye kazi, unasema serikali kumbe inasikia. Sasa tunasema serikali sikivu. Serikali sikivu hiyo unashangaa ndo kwanza mnalimbikiziwa madeni yasiyokuwa na maana.
mnapata matatizo ya hapa na pale, uhaba wa vifaa kila kona, hali ni mbaya, barabara za hovyo, maji hamna, madaraja yamebomoka ovyo ovyo tu, watu wanashindwa kupita, kuna sehemu mbalimbali. Alafu nasema kwamba serikali sikivu unasema kutaletwa maendeleo. Maendeleo gani? Na ukiona kwamba wewe ni mpinzani, kuna sehemu fulani una mawazo tofauti na wao, hawakuletei maendeleo. Wanasema kwamba sasa yes, mawazo tofauti na sisi, wanapeleka kwenye watu ambao ni sasa, huo ni ubinafsi, na ubinafsi ni mbaya kupita kitu chochote kile. Watu ili waweze kuwa sahihi na tuweze kulijenga taifa, ni kuondoa ubinafsi, majivuno, kiburi na ukaidi. Tukiviondoa hivyo kwenye maisha yetu, hata kama mwanadamu ni mbinafsi kwa asili, lakini tukiviondoa, tukavishusha, tukasema kwamba ili turidhiane, haya yote tunataka kuyatoa, I tell you, tunaweza tukalitengeneza taifa lilo imara, litakaloweza kushughulikia changamoto zote kwenye taifa, na mwisho wa siku tukarudi kuwa salama zaidi kuliko juzi. Okay, na hizo hoja zote ambazo wanazizungumza viongozi wa vyama vya siasa na wa CCM, lakini tumesikia hata vyama vingine navyo vikizungumzia ripoti hiyo, kama Chauma wakizungumzia kwamba ripoti imekaa vizuri, inaenda kuliponya taifa. Na wewe una ujumbe gani unaopenda kuwafikishia viongozi wa serikali na vyama vya siasa kuhusu hoja hizo? Chauma, unaposema Chauma ni wale tu ambao nao wamebebwa, wako kwenye mgongo wa mtu, na hata napokwenda kufanya zile arguments, kucheki kwenye zile taarifa ile, unaona kabisa huyu mtu huyu anasema haya kwa sababu fulani, yaani kuna sababu behind ambazo zinamfanya yeye aseme vile. Sawa, sisi tunafahamu mambo ya political techniques, kwamba unaweza ukatengeneza kitu watu wa kuunge mkono ili upate jambo fulani, na hivyo hata hii ripoti hii imetengenezwa kitekniki, na hao watu wengine unavyoona wanafanya wanaongea ni kwa sababu wamesema kitu fulani. Hivi kweli mimi nataka niseme ya kwamba watu wamekufa, watu wamepotea, watu mpaka leo hawajulikani wako wapi, watu wanaugua, watu wamepata hasara za kila namna. Alafu ukaja ukatoa ripoti rahisi vile ya kwamba watu walikuwa wametengenezwa waje wafanye fucho na nini, umeona Alafu huku kuna raia wengi ambao wamepoteza ndugu zao, hawajui hata wako wapi. Wengine wamepotea, maiti zao hata zijulikani mpaka hivi leo. Kwa mjibu hata wa Chande mwenyewe amesema kwamba kuna taarifa ambazo wamezipokea kwamba kuna maiti ambazo hazijulikani. Alafu chama fulani unakuja unasema kwamba hii inaliponya taifa. Yaani mimi kama mimi kwa nyuma hapa sikuona chochote kile ambacho kilionekana kwamba kinaliponya nini taifa. Na kwa nini naweza nikisemea kwamba hakiliponyi taifa? Kwa sababu aliyeunda tume naye amejimilikisha ile ripoti, ni ya kwake yeye, sio ya kwetu sisi kama taifa. Sasa hiyo ripoti inaliponyaje taifa, taarifa ya mtu fulani? Maana kama ingelikuwa wazi, imekuwa publicly, kila mmoja ana uwezo wa kuisoma, wa kuichambua na kutolea maelezo, maoni, basi pale unaweza kusema kwamba kweli hii inaweza kasaidia sehemu fulani na sehemu fulani ikashindwa, au ikashindwa sehemu fulani na ikasaidia sehemu fulani. Lakini ikiwa mtu ameihold ikawa ya kwake, alafu wewe mtu fulani ukasema mimi siafikiani na wao, napingana kwa 100% kwamba yawezekana nao pia kama ninavyosema ni machawa tu ambao wapo kwa ajili ya kuunga mkono akina ndio bila kuhoji akina ndio bila kuhoji kwamba hii inaliponya taifa kwa namna gani.
Wengu wa Samovet Media, Samovet Online TV, tunakushukuru kwa kuendelea kutusikiliza, na sasa tunapiga maswali ya mwisho kutokana na muda. Tunapiga maswali matano ya mwisho ambayo tutajibu kwa kifupi. Wewe kama kiongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Mafinga mjini, ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo binafsi kwenye kazi zako za siasa? Kwa kweli mimi nakutana na mambo mbalimbali. Kwa mfano, unaweza ukawa watu wanaleta hoja nyingi, lakini ukitaka kufanya presentation kwa watu unashangaa kuna watu ambao wanasema utapotezwa. Hii ni changamoto kubwa sana ambayo inanipa changamoto kubwa hata uwasilishaji wa mambo mbalimbali. Tungeomba kweli tu kama uhuru tuwe huru kweli kweli. Hakuna mtu au anatuzuia tunapotaka kuwasilisha matatizo ya wananchi ambayo yanawapata kwenye mitaa yao, kwenye majimbo yao, kwenye kata zao. Okay, na ni mafanikio gani ambayo mmeyapata ambao wananchi pengine hawayatambui ama hawayaoni? Mafanikio ambayo tumeyapata, nafikiri ambayo hayawezi kuonekana lakini ni makubwa, ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kukua zaidi katika majimbo yetu, kata zetu, hata mitaa yetu. Maana kwa mfano unajua mimi mara zote niko na watu wengi. Unaweza kaongea na wanajeshi, unaongea na mapolisi, unaongea na nani. Si kwamba wale wote ambao unakwenda kuongea labda ni maadui. Ingawa kuna watu wengine mzao mkaongea hapa wakatengeneza hayo yakaleta nini? Yakaleta shida. Lakini unaona kabisa wengi wanasapoti hizi movement kwamba hizi ndio za kweli na haki katika kulikomboa taifa kiutamaduni, kijamii, kiuchumi na kisiasa. Okay, na nini dira yako ya kwa jimbo la Mafinga mjini kuelekea kusonga mbele kutoka hapa tulipo kwenda mbele? Dira yako ni ipi? Dira yangu mimi ni kwamba hapo tupate nuru ya kweli, ili ya kwamba tupate viongozi walio bora, na Chadema tunajua kwamba mbele kitashinda na kupata viongozi wake watakao wasimamia wananchi katika jimbo letu. Okay, na ujumbe wako kwa viongozi ambao kwa wanachama au wananchi ambao wamepoteza imani na siasa? Niwaambie tu ya kwamba wasipoteze imani kwa siasa, kwa sababu siasa ni maisha. Hakuna mahali popote duniani ambapo yani siasa ambapo haipo. Siasa ipo popote pale. Hivyo chama cha Chadema kipo pamoja nao sambamba kuhakikisha kwamba kinawatetea maslahi yao kwa nguvu zetu zote, na watarudi. Hivyo tunaomba wakiunge mkono chama chetu, wawe na imani na sisi, maana ndilo tumaini lao jipya kwa taifa letu. Na mwisho kabisa, unawaambia nini wanachama wa Chadema pamoja na wafuasi wa Chadema kwa sasa? Unawaambia nini ujumbe wa mwisho? Ninachofikiria kwamba sisi tuungane. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kidole kimoja hakiwezi kuvunja chawa. Yale mambo yetu ambayo tumewawasilishia kwao, tunaomba wayapokee na watuunge mkono, na tutafanya kazi kwa juhudi na maarifa kwa kutumia akili zetu kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyotujalia. Okay. Mtizamaji wangu wa Samovet Media, mtizamaji wetu wa United States of Africa, lakini pia mtizamaji wetu wa Samovet Film, lakini pia watazamaji wetu na wafuatiliaji wa mitandao yetu ya kijamii kama Facebook, Samovet Medica, Samovet Media kule TikTok. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi. Usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele, uwe wa kwanza kupata notification au taarifa kila tunapoweka video mpya. Ni Akunai the Capitalist mtamboni, nyuma ya kamera Helman Khan.